tunaruka moja kwa moja kutoka hapa Chuo Kikuu cha Mzumbe, ambapo tunakuja kukutana na wanasheria ambao wao watakwenda kuitafsiri sheria kwa vile ambavyo inapaswa kutafsirika, na usiweze kuwa pamoja nasi, uendelee kutazama uweze kujifunza mambo mbalimbali yanayoweza kutafsirika kupitia sheria tulizonazo hapa nchini na zile za kimataifa. Mada ya leo tunakwenda kuizungumza inasema, je, ni sahihi kwa nchi za Afrika kujitoa wanachama katika mahakama ya makosa ya jinai au uhalifu ya kimataifa, yani ICC? Na leo tunao wanasheria hapa ambao wao watakwenda kutushambulia ili na kutafsiria sheria hizi ili tuweze kujifunza kitu kutokana na mada ya leo. Na kama kawaida, na nilipokuambia kwamba tutakuwa na timu mbili na tayari zipo hapa mbele. Tunao upande wa wanaoipinga mada hii, lakini pia tunao upande wanaoikubali mada hii. Labda tu kwa utambulisho, nikianza kwa upande wanaokubaliana na mada hii, tunaye ndugu yetu anaitwa Masanja Masalu, lakini pia tunaye Samuel Thomas na tunaye Anuari Katakweba. Lakini kwa upande ambao wanaipinga mada hii, tunaye Marcela Makona, lakini pia tunaye Busara Joseph na tunaye Messi Mrema. Kabla ya kwanza kwa timu hizi kuweza kuichambua mada hii vizuri, tunaye mchokoza mada ambaye yeye ni Mr. Innocent Mgeta, ambaye yeye ni mwadhiri wa hapa Chuo Kikuu cha Mzumbe mkoani Morogoro, ambaye yeye ni mkuu wa idara ya sheria za kimataifa kitivo cha sheria. Kwa sasa tunamkaribisha ili aweze kuichokoza mada hii na tuweze kuendelea na timu zilizoko mbele. Ndugu mpenzi mtazamaji na hadhara iliyoko mbele yangu, kama ilivyotambulishwa, naitwa Mr. Innocent Mgeta, ni mkuu wa idara ya sheria za kimataifa kitivo cha sheria Chuo Kikuu Mzumbe. Chuo Kikuu Mzumbe leo kinawaletea mada hii kupitia kwa wanafunzi wetu. Je, ni halali kwa nchi za Kiafrika kujiondoa wanachama kwenye mahakama ya kimataifa ya makosa ya jinai, yani ICC? Mahakama hii kwa miaka yote hii tangu 2002 imepokea kesi takribani 8, na hivi karibuni kuna kesi ya 9 ambayo sasa inaanzishwa uchunguzi, a situation in Burundi, ambayo imetolewa mwezi wa 10. Kwa hiyo katika situation zote hizi 8 na including na hii ya 9 ya Burundi, zote zimetokea Afrika, na hii imeleta mjadala mkubwa sana kimataifa na sasa ndani ya bara la Afrika, kwamba ni kwa nini mahakama hii badala ya kuonekana imekaa kimataifa zaidi, inaonekana imekaa kikanda, yani ni kiafrika zaidi. Mjadala huu umekuwa mkubwa zaidi pale ambapo inaonekana mahakama hii imekuwa inadhamiria kuingilia uhuru wa ndani wa nchi za Kiafrika, na hivyo kutoa warrant of arrest kwa viongozi mbalimbali wa Kiafrika, ikiwemo wote ambao mnaweza mkawa mnafahamu. Kuna kesi maarufu na kuna warrant maarufu ambayo sasa hivi inamtafuta rais wa Sudani, Omar al-Bashir. Lakini awali ya yote, hebu tujaribu kuangalia kwa kidogo tu mamlaka ya iliyonayo mahakama hii. Mahakama hii ni chombo cha kimkataba. Nchi zote ambazo ni wanachama wa mahakama hii, takribani nchi 123, kwa mwezi Oktoba mwaka jana zilikuwa nchi 124, lakini sasa zimebaki nchi 123 baada ya nchi ya Burundi kujitoa. Takribani nchi 123 ambazo zimesaini mkataba wa kuanzisha mahakama hii, zote zilisaini mkataba huu kwa hiari. Kwa hiyo ni chombo cha hiari, hakuna nchi iliyolazimishwa, hakuna nchi iliyowekewa vikwazo vyovyote ili kuweza kujiingiza katika mahakama hii. Sasa je, linakujaje swala la kwanza kuilalamikia mahakama hii? Kesi zote ambazo zimeenda katika mahakama hii, takriban kesi hizi 8 ambazo nimezitaja, kesi 3 zilipelekwa na nchi zenyewe ambazo makosa yalikuwa yametendeka. Na hapa ninaongelea situation hizi ambazo zilikuwa self-referred situations in the ICC. Lakini kuna 2 ambazo zilipelekwa ICC
kwa maazimio ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Hizi mbili ni situation ya Darfur na situation ya Libya. Ni kesi mbili, na katika hizi kesi mbili ambazo zilipelekwa kwa kutumia resolution ya Umoja wa Mataifa, mojawapo situation ya Darfur, Tanzania ilikuwa ni mwanachama wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kipindi hicho, iliunga mkono kulifaa hii situation kwenye ICC. Pamoja na Tanzania, nchi nyingine za Kiafrika ilikuwa ni Congo DRC pamoja na Benin. Situation ya Libya na yenyewe iliungwa mkono na nchi tatu za Kiafrika ambazo mojawapo ni South Africa, Gabon pamoja na Nigeria. South Africa ni mojawapo ya nchi ambazo zimeonyesha nia ya kujiondoa kwenye ICC. Nchi nyingine zilizobaki mbili, tunaongelea situation ya Ivory Coast ambayo ni nchi yenyewe, serikali ya Ivory Coast yenyewe ilijitolea kukubali mamlaka ya ICC yaweze kutumika kufanya uchunguzi wa makosa yaliyofanyika ndani ya Ivory Coast. Na situation nyingine ya saba ni situation ya Kenya ambayo ilianzishwa na mwendesha mashtaka mwenyewe wa ICC. Na kuna situation ya Mali ambayo na yenyewe ilikuwa ni self-referred situation, kwamba serikali yenyewe ya Mali ndio iliomba mahakama kuweza kufanya uchunguzi na ilikuwa supported na Umoja wa Nchi za Afrika Magharibi, ECOWAS. Sasa linakujaje swala la kwamba ICC wanatuonea wakati mmepeleka wenyewe? Kwa kukumbusha tu mtazamaji, mada yetu inasema, je, ni sahihi kwa nchi za Kiafrika kujitoa wanachama kwenye mahakama ya kimataifa ya makosa ya uhalifu au makosa ya jinai? Na kama nilivyokuambia tangia mwanzo, baada ya kuwa mchokoza mada wetu amekwisha maliza, tutakwenda kwa timu ambazo zipo mezani kwa ajili ya kuichambua mada hii vizuri. Na kama nilivyokuambia tangia awali, tuna timu mbili. Tuna upande wa wanaokubali mada hii, lakini pia tuna upande ambao wao wanasema hapana. Lakini pia tuko nao wanafunzi wa chuo hiki cha Mzumbe kilichoko Morogoro, ambao pia wamefika ukumbini hapa kwa ajili ya kuweza kushuhudia kinachoendelea, lakini pia kuweza kutoa maoni yao kwa mada iliyoko mezani. Lakini pia kwa upande mwingine tunao wasimamizi wetu Neema Nyanda, lakini pia tunaye Elisa Kingazi, ambao wao wanatuhakikishia kwamba mdahalo huu utaenda kwa amani. Na bila kupoteza muda, karibu Masanja Masalu uweze kuichambua mada hii. Karibu. Mimi pamoja na wenzangu tuna support mada hii. Tunasema kwamba ni sahihi na ni halali kwa nchi za Kiafrika kujitoa katika mahakama ya uhalifu ya kimataifa almaarufu kama ICC. Tunazo sababu za kisheria, ndio tunazo sababu za kisiasa. Tunaanza kwa sababu za kisheria. Na kwanza kwa sababu za kisheria, kuna procedure kulingana na Rome Statute yenyewe. Nchi yoyote ambayo ni party katika hii treaty inaweza ikafuata na kujitoa. Na ukijua kabisa kwamba African states ni nchi ambazo ni huru, sovereign country kulingana na UN Charter kifungu ibara ya 2 na ibara ndogo ya kwanza inaonyesha kabisa kwamba kila nchi ambayo ni mwanachama mmoja wa mataifa ni nchi huru, maana sovereign state haitaingiliwa. Kwa kama nchi za Afrika zinajiona ni sahihi kujitoa, zinaweza kujitoa kwa kufuata mawazo yao wenyewe kama sovereign countries. Swala la pili, section ya 127 ya Rome Statute inaonyesha kabisa kwamba nchi inatoa notification kwa Secretary General wa Umoja wa Mataifa kwa kunotify, then inasubiri mwaka mmoja wanajitoa. Kwa hiyo ni halali kisheria kujitoa, na nafikiri nchi za Afrika zifanye hivyo kwa haraka. Sababu nyingine ambazo ni msingi kabisa, nchi za Afrika zijitoe kwa sababu kitu ambacho tunakiona katika mahakama ya ICC is a double standard justice, kwamba ni justice ambayo inatakiwa ifanyike tu kwa nchi za Kiafrika na sio kwa nchi za Ulaya au nchi zingine. Tunajua
cases zote na investigation 11, investigation 10 zote ni kuhusu Afrika, na nyingine zimekuwa referred na UN Security Council bila sababu za msingi. Tunajua Iraq, UK committed war crimes. Hapo mpaka leo hii Tony Blair hajawa accountable. Hamna kiongozi yote wa army ya Uingereza ni accountable. Na mimi nataka tu nikubaliane na Isdani Paul Kagame alisema kwamba the court was never about justice but politics discussed in an international law. So rafiki zangu, hii sio swala la rule of law, sio swala la haki, ni swala linalo target viongozi wa Afrika tu. Kwa ninaomba tuunge mkono moja kwa kufuata argument ya double standards kwamba nchi za Afrika ambazo ndizo zinafuata hapa. Na kwa nafasi hii naenda kwake Anwari Katakweba ambaye yeye pia ana jambo la kusema kuhusiana na madai. Karibu. Kwa sawa, ninaunga mkono kwamba nchi za Afrika zina kila haki ya kutoa kwenye mahakama ya kimataifa. Ila moja ni kwa siasa zaidi. Najua wote tunafahamu nini maana ya ukoloni. Na najua tunafahamu zaidi nini maana ya ukoloni mamboleo. Kwa sababu kwa mtazamo wetu kila tukiangalia hii swala kama ni njia tu, ni mwamvuli tu ya ukoloni mamboleo. So gani? Nchi nyingi sana zilizokuwa ziko nakabiliwa na hii mahakama kwa nchi za Afrika. Wa marais au viongozi wengi ambao wamefanya makosa ni viongozi wa Kiafrika. Lakini tujiulize mimi na wewe. Ni kweli hilo kwamba hamna wa viongozi wa Ulaya, viongozi wa Marekani ambao wanafanya makosa? Haya makosa makubwa sana ambao wakifanya Mwafrika mwenzetu wanaenda kusakama. Mara ngapi anaingia Marekani anaenda anaingia hizo nchi za magharibi, lakini hatuwezi kumfuata kumwambia kwamba umekosea. Tunamuogopa sana kwa namna hiyo. Lakini ngoja niangalie ukoloni mambo leo. Ni kwamba bara letu la Afrika ni nzuri sana, yaani likaa kunyonyo. Na sisi tumekaa kunyonyo. Maana akizetu tumejiwekea kwamba mzungu akifanya kosa hajakosea, akifanya Mwafrika amekosea. Kwa nini kesi na uchunguzi 10 kati ya 11 zote zinahusu Waafrika? Na kingine, kwa nini 60% ya hii mahakama imechangiwa, fedha zake imechangiwa na nchi za magharibi na nchi za Ulaya na nchi za Marekani? Hao ndio wamechangia 60%. Sasa hatuwezi kutegemea kwamba mahakama itaendesha kitu kwenda kupinga matakwa ya wale Kagame. Sasa ukiangalia kwa nani zaidi tunaona kwamba mahakama ikiingilia swala fulani inakuwa kuna swala linakuwa liko kwa ajili ya manufaa ya hizi tusite nchi kubwa sana, hizi Marekani, Russia. Lakini tuangalie Libya, tuangalie Kongo. Kuna suluhisho mwafaka mpaka sasa hivi. Bado wanagombana, bado wanaendelea kuuana, lakini lote tunaangalia ni kwamba kuna manufaa ya watu nje. Wanatumia hii mahakama kama mwamvuli wa ukoloni mambo leo. Wanatumia kama mwamvuli wa kuendelea kudunia nchi za Kiafrika. Kwamba ikitokea nchi inafanya kitu ambacho sio matakwa yao, basi wanatumia nguvu zao kwenda kukandamiza ile nchi na mwisho wakati wanaotaka. Na wanatumia kupitia kuna kitu kinaitwa Security Council. Hawa kwa njia moja au nyingine wanakuwa na mwenendo ndani ya hii mahakama. Kwa kuwa ibara ya 16 ya hii Rome Statute inasema kwamba uchunguzi wote au masuala ya uchunguzi wote hawezi kuendelea kama hii Security Council imesema hapana. Sasa ninachotaka kusema ni kwamba tukiweza kufungua macho kwa upande wa siasa na kuacha kujipa kipaumbele, kuwapa wazungu kipaumbele au kuwapa nchi zingine kipaumbele kwamba wao wanaweza sisi hatuwezi. Sisi wenyewe tunaweza kukaa tukasuluhisha matatizo yetu. Kama ni makosa, hata wao wanafanya makosa, kwa nini sisi ndio tubanwe na mahakama ya kimataifa wakati hii ni mahakama ya kimataifa, sio mahakama ya kikanda? Kwa hiyo akifanya hata yule Mwingereza kosa, ashtakiwe. Akifanya Mwafrika sawa, ashtakiwe. Ila isilete muonekano wa kwamba sisi Waafrika ndio tunabanwa. Sasa kwa hiyo namna hiyo, na hii ni kama mkataba tu. Kwa hiyo akiona Mwafrika akiona kwamba haumsuluhishi, maana yake ameingia kero safi ili mamsaidie. Sasa akiona kwamba